Usikate tamaa part 2. Usikate tamaa sehemu ya pili. Don't give up part 2. Hii video imetengenezwa kwa ajili ya Wakristo tu. Tuendelee tulipoishia. Courtney na Albert waliweza kushinda mitego ya adui iliyokuwa ikiwarudisha nyuma katika kuomba. Waliendelea kutafuta ufalme wa Mungu, wakashinda vikwazo vyote, sauti zote, mawazo yote. Baada ya wiki chache baadaye, Courtney alipokea kipawa cha Roho Mtakatifu, aliweza kunena kwa lugha, akaomba kwa Roho. Akapewa nguvu za maombi. Hilo gari ni mfano wa nguvu za maombi, gari la kijeshi. Mtu anapoendelea kumwomba Mungu, nguvu zake za maombi zinazidi kukua. Kiroho anaonekana ni mtu ambaye ana silaha nyingi, wakati mwingine mtu anaonekana na gari ambalo ni la kijeshi. Unaona? Kimwili anaonekana ni mtu wa kawaida. Kwa hiyo Courtney alikataa kukata tamaa, aliendelea kumwomba Mungu na kusonga mbele. Tunamuona muda huo na Albert. Albert naye anaendelea kusonga mbele. Naye kama amepokea kipawa cha Roho Mtakatifu, amepewa karama za Roho Mtakatifu, amepewa na karama ya kuona. Hilo tenki ni mfano wa nguvu za maombi. Ina maana mtu unapoomba, nguvu zako za maombi zinazidi kukua na kukua kiuwezo, mfano wa magari kama hili tenki la kivita, mfano wa magari ya kivita. Kwa kuna watu nguvu zao za maombi ni mfano wa pikipiki za kivita, pisto, binduki, mfano wa kisu, na wengine mfano wa tenki, na wengine mfano wa ndege, kulingana na wanavyomtafuta Mungu. Tunaendelea. Kwa hiyo wamebarikiwa hivyo. Baadaye kwenye ulimwengu wa roho, Albert anaona mji mbele yake. Hayo macho ya rohoni ni unabii amekilimiwa. Anaona kijiji, lakini kwa ndani kinatawaliwa na mapepo. Ni kijiji kwenye ulimwengu wa mwilini ni Wakristo ambao wanatawaliwa na nguvu za mapepo, wanatawaliwa na mapepo mioni mwao. Bwana, kwa nini haya mapepo yanawatawala hawa watu? Anamuuliza Roho Mtakatifu. Ndani mwao wanatawaliwa na nguvu za mapepo, wanatawaliwa na mapepo. Wao mapepo yanaingiza mawazo ya kutokuamini ukweli, ya kutokumwamini Mungu. Kwa hiyo nauliza, hawa watu ni akina nani? Hawa watu ni Wakristo kama wewe, ambao wamekataa ukweli, wamekataa kuongozwa na mimi. Nataka upige magoti uwaombee. Uyaombea mapepo yatoke ndani mwao, hayo mawazo yatoke ndani mwao ya kutokuamini, ya kuotiwa uzito, wasiamini. Akaingia ndani ya tenki. Maana ndani ya tenki ni kupiga magoti na kuanza kuomba. Wanaambiwa anza kuomba. Kuomba sasa ina maana aanze kupiga sasa. Kama ni risasi sasa zisambaratishane mapepo. Kwa hiyo mpendwa, unapoomba ulimwengu wa roho ni sawa umeshika silaha sasa, unashambulia mapepo. Unashambulia mapepo. Hivyo ile kwenye ulimwengu wa mwili unapiga magoti umeomba. Kwa hiyo hivyo sasa ni anaomba, anakemea. Unaona? Kwa hiyo unapokemea, amini kabisa kama mapepo anatoka. Kwenye ulimwengu wa roho unaonekana umeshika silaha hivyo. Ndio maana tunaitwa ni askari wa jeshi la Mungu. Mtu aliyeokoka. Kwa mapepo yote akaondoka. Hapo ni anaomba. Kwenye ulimwengu wa mwili anaonekana amepiga magoti, anatoa sauti, anaomba. Wakati mwingine labda hivyo. Unaona? Kwa mapepo anakimbia. Kwenye ulimwengu wa roho anaonekana ameshika kifaru, anashambulia. Kwa hizo ni nguvu za maombi. Anasema sasa, Bwana, angalia mapepo yote yameondoka. Yameondoka, amekiacha kijiji kwa salama. Watu wamekuwa huru sasa. Kwa Wakristo wote wakawa huru. Mapepo akaondoka na kuwatawala tena. Kwa kama ni mawazo, wakashangaa mawazo yameisha ghafla. Kwa akamwambia Albert, usiache kuomba. Nataka uende kwenye kile kwa wale watu sasa. Pite kwenye hicho kijiji. Lakini utakapopita kwenye, yaani utakapopita kwa hao watu sasa, kumbuka kwamba hawatakukubali. Watakataa. Wakristo hawa watanikataa. Hawatakubali maneno yangu. Ndio. Wale ni kaka zangu, watanikataaje? Wewe twende utaona. Wakaingia mpaka kwenye kile kijiji. Kila mmoja kwenye kile kijiji alishangaza sana kumuona Albert alivyokuwa na nguvu za maombi. Kwenye ulimwengu wa roho wanamuona kama hivi, lakini kwenye ulimwengu wa mwilini ni wanamuona ni mtu ambaye ana
mazito, maombi yenye nguvu. Kwa hiyo anashangaa mtu anawezaje kuomba ananena kwa lugha. Sio kawaida, tuje kumwona mtu ananena kwa lugha kama hivi. Vizuri kweli hadi nafurahi. Hivyo. Kwenye ulimwengu anaonekana ni mtu mwenye tenki, anatembea. Yaani yeye akiomba tu vitu vyote vya shetani vinaharibika. Kama ni magonjwa anatoka. Kama ni hivyo. Sasa wanasemezana kitu ni kigeni kwangu. Nini shida na wewe dada? Haoni kwamba ana kipawa cha Roho Mtakatifu? Umejuaje ana kipawa cha Roho Mtakatifu? Umejuaje hiyo ni huyo Roho Mtakatifu? Wewe hauwezi kuona nguvu ya maombi yake anavyoombea. Sisi tunaweza kuombea vile. Angalia nguvu ya maombi aliyopewa na Roho Mtakatifu hivyo. Mwingine hawezi kuomba hivyo. Ila ni kweli. Sisi hatuwezi kuomba kama anavyoomba yeye, na kwa sababu hiyo hatuna Roho Mtakatifu ndani yetu. Sasa Albert akamuuliza Roho, Bwana, kwa nini watu wanaongea mambo ambayo hayaeleweki hana maana? Siwaelewi mimi. Lakini inaonekana kama vile ni watu ambao wanahitaji kama vile niwaelekeze kitu fulani. Roho Mtakatifu akaguna. Bwana, kwa nini wananiangalia sana hivyo kila wakati? Mseme mtu yuko kanisani kila mmoja anamwangalia na kumshangaa. Wanakuangalia kwa sababu yuko pamoja na mimi. Kwa sababu wewe una kipawa cha Roho Mtakatifu. Unaonekana mzuri kwao. Kwa hiyo wanamuuliza, "Wewe umewezaje kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu? Umewezaje kujazwa?" Yaani nimekuwa Mkristo, mimi nimekuwa Mkristo kwa miaka mingi na sina Roho Mtakatifu, na siongozwi na Roho Mtakatifu. Siombi kama wewe. Na mimi nimekuwa nikiomba Mungu unijaze Roho Mtakatifu. Lakini bado. Wewe umewezaje ndugu yangu? Nataka na mimi nijae Roho Mtakatifu kama wewe. Umeona? Huyu dada anasema, ni kwa muda mrefu nimekuwa nikiomba, nikifunga, nikilia Mungu anipe Roho Mtakatifu, lakini sijapata. Akawaambia, rafiki, sikilizeni. Hampasi kumwomba Mungu awape Roho Mtakatifu. Mungu sio mfanyabiashara tabadilishane na Roho Mtakatifu na nyinyi kwa sababu mnaomba. Hapana, kanuni ya Mungu sio hiyo. Sasa tunaomba ushauri wako. Tunawezaje kupokea Roho Mtakatifu kama kuomba pekee haitoshi? Albert akamuuliza Roho, "Bwana, niwajibuje sasa hapo hivi? Maswali yao ambayo mimi sielewi. Naona kama yana maana." Waambie hivi, neno la Yesu alibadiliki. Utafute kwanza ufalme wa Mungu kwenye maisha yao. Wapendwa, kaka zangu na dada zangu, sikilizeni. Roho Mtakatifu anasema kwamba utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na hayo yote mtazidishiwa. Utafuteni ufalme wa Mungu na haki yake yote na yote mtazidishiwa. Kwa mujibu wa Mathayo 6:33. Pendwa, ndio, ili neno mbona mimi nimekuwa nikilisoma tokea mwanzo, lakini hebu niambie, ufalme wa Mungu naweza nikautafuta kwa namna gani? Sababu hili neno mimi sijaelewa katika maisha yangu. Albert, usiwajibu, achana nao, wala hawana haja ya kubadilika, wanakuuliza tu kupotezea muda. I say, utafuteni kwanza ufalme wa Mungu sasa hivi. Wala msikate tamaa. Endeleeni kuomba. Ufalme wa Mungu sasa uko wapi? Ufalme wa Mungu ukoje? Tuambie ndugu yetu. Ufalme wa Mungu ni ule pale. Pendwa, video ya kwanza nilikwambia kile kimwanga cheupe kule mbele unachokiona kwa mbali ni mfano wa tumaini. Mtu anapoamua kweli kumtafuta Mungu moyoni mwake, asiangalie mali za duniani, mawazo yake ikawa ni kumtafuta Mungu, wazo la kwenda mbinguni, moyoni mwake onekana kama vile. Moyoni mwake huwa kuna tumaini ambao ni kwenda mbinguni. Kwa hiyo tumaini la kwenda mbinguni likiingia ndani ya mtu, hivyo mtu anaweza kujazwa Roho Mtakatifu pasipo shida yoyote. Yaani Roho Mtakatifu ataingia ndani mwako. Kwa sababu wewe ukimtafuta ufalme wa Mungu lazima utatafuta kuwa mtakatifu. Utatafuta kuishi maisha kumpendeza Mungu, na itakuwa ni rahisi kujazwa Roho Mtakatifu na kuongozwa na Roho kwa sababu unaishi maisha matakatifu. Lakini sasa
Wakristo wa leo wanamtafuta Mungu kwa ajili ya faida yao wenyewe. Hawa watu wanaanza kumnung'unikia Albert kwa sababu ameachana nao, kuendelea kuwajibu. Kwa mpendwa, wengine wanamtafuta Mungu kwa ajili ya faida yao wenyewe. Mungu awasaidie wapate mali, Mungu awasaidie wapate watoto, Mungu awasaidie wapate mke, mme, Mungu awasaidie waweze kusafiri, wapate sponsorship. Baada ya hapo wawe hawana shida kabisa na Mungu. Kwa wengi wao sasa kujikuta hawapati Roho Mtakatifu ama kupata kipawa cha Roho Mtakatifu kwa sababu ya faida yao. Wengine wanamtafuta Mungu ili awasaidie kujaza kanisa, hivyo zaidi na zaidi. Lakini ili Mungu akuongoze, sharti ukubali kuishi maisha matakatifu ya kumpendeza yeye. Mungu atakuongoza. Angalia hawa watu baada ya kukataa maneno ya Albert, mapepo yalirudi kwao. Kwa hata wewe mpendwa, ukikataa kumtafuta Mungu, ukikataa kutafuta ufalme wa Mungu, mapepo yatakutawala tu. Utatamani uwe na mali, utatamani uwe na mke, utatamani uwe na mali kuliko ulimwengu wote. Utatamani kuzini, utatamani pombe, utatamani chote. Kwa sababu wewe kwenye maisha yako unataka tu Mungu akusaidie kupata pesa na kwa ajili ya tamaa zako mwenyewe. Kwa hiyo jitahidi, usikate tamaa, endelea kuomba. Ukiendelea kuomba, Mungu atakupa vipawa vya Roho Mtakatifu. Utaweza kuwa na nguvu za maombi kama kina Albert walivyobarikiwa, walikuwa na nguvu za maombi kwao. Mwisho wa video yetu, usikate tamaa, inaishia hapo. Baada ya hapo, video inayofuata nitakuonyesha vile mateso watakayoyapata wale watu watakaoachwa nyuma na unyakuo, vile mpinga Kristo atakavyotawala na mateso watakayoyapata wale waliokataa kupigwa chata ya mpinga Kristo. Kikubwa subscribe, share, like na kucomment ili usikose video sehemu zote. Asante. Subscribe, like, share na kucomment. Karibu sana, karibu sana. Washana wengine wote wapate kupona. Sote tunaelekea mbinguni.